Hii ni Taswira Viwanjani. Hujambo na karibu. Jina langu ni Eustace Wamalwa. Rais William Ruto ameikabidhi klabu ya Migori Youth FC basi jipya baada ya kutoa ubingwa wa ligi ya NSL kwa kuzoa alama 81 baada ya kushinda mechi 25 kwenda sare 6 na kupoteza mechi 7 katika msimu uliokamilika majuzi. Hafla hiyo imeandaliwa siku ya Jumatatu katika ikulu ya Nairobi na kuhudhuriwa na maafisa wa klabu hiyo pamoja na viongozi wa kaunti ya Migori. Akizungumza baada ya kukutana na wachezaji wa Migori, rais amekariri azma ya serikali yake kuboresha miundombinu ya michezo nchini ikiwemo kaunti ya Migori ili kuchochea ukuzaji vipaji. Ameongeza kuwa basi hilo litawezesha wachezaji wa timu hiyo kusafiri kwa mechi za ligi kuu na pia kusafiri kwa minajili ya mazoezi. Rais pia ametumia fursa hiyo kuipongeza timu ya wanawake chini ya umri wa miaka 17 kufuzu kwa kombe la dunia kwa mara ya pili, huku akitarajiwa kuikaribisha timu hiyo mapema Jumanne katika ikulu. Timu hiyo imefuzu kushiriki fainali za kombe la dunia kwa mara ya pili mwaka huu. Na kwa upande mwingine ni kwamba shirikisho la soka duniani linatafakari kuongeza idadi ya timu zitakazoshiriki fainali za kombe la dunia kuanzia mwaka 2030 kutoka 40 hadi 64. Rais wa FIFA Gianni Infantino amesema kuongeza timu kutatoa fursa kwa mataifa zaidi kupata fursa ya kushiriki kipute hicho. Katika makala yanayoendelea nchini Marekani, Canada na Mexico, timu 48 zinashiriki kutoka idadi ya awali ya timu 32 na Afrika ikiwakilishwa na mataifa 10 kwa mara ya kwanza. Endapo idadi hiyo itaongezwa, huenda pia Afrika iwakilishwe na timu zaidi ya 9 zilizofuzu moja kwa moja kwa makala ya mwaka huu. Kipute cha kombe la dunia mwaka 2030 kitaandaliwa kwa pamoja na mataifa ya Ureno, Morocco na Uhispania. Na katika tetezi za mwisho ni kwamba Arsenal inaendelea kufanya juhudi za kumsajili mshambuliaji wa Atletico Madrid na timu ya taifa ya Argentina Julian Neves mwenye umri wa miaka 26 kabla ya maandalizi ya msimu mpya kuanza. Wakati huo huo, aliyekuwa kocha wa Manchester City Pep Guardiola mwenye umri wa miaka 57 ametarajiwa kuwa miongoni mwa majina yaliyowekwa kwenye orodha ya kuwania nafasi ya kocha mpya wa timu ya taifa ya Italia baada ya Paolo Maldini kuteuliwa kuwa mkuu wa masuala ya ufundi wa soka nchini humo. Bayern Munich inaendelea kuwa na imani kuwa itamshawishi mshambuliaji wa England Harry Kane mwenye umri wa miaka 32 kusaini mkataba mpya muda mrefu licha ya kuongezeka kwa mvuto kutoka kwa baadhi ya vigogo wa Ulaya ikiwemo Real Madrid. Chelsea inafuatilia uwezekano wa kumsajili kiungo wa Crystal Palace na timu ya taifa ya England Adam Wharton mwenye umri wa miaka 22 baada ya Liverpool na Manchester United kupunguza hamasa yao ya kumwania nyota huyo. Atalanta imeanza mazungumzo na kiungo wake Brazil Ederson mwenye umri wa miaka 27 kuhusu kuongeza mkataba wake baada ya mpango wa kuhamia Manchester United kuvunjika. Hata hivyo, Newcastle United bado inaendelea kumfuatilia kiungo huyo. Wakati huo huo, Newcastle United imeanza mazungumzo kuhusu uwezekano wa kumsajili kipa wa Parma na timu ya taifa ya Japan Zion Suzuki mwenye umri wa miaka 23 huku ikitafuta kipa mpya kwa chaguo la kwanza. Aidha, Tottenham Hotspur na Newcastle United zote zinaonyesha nia ya kumsajili kiungo mshambuliaji wa Manchester City na timu ya taifa ya Misri Omar Mahmoush mwenye umri wa miaka 27. Kufikia hapo natamatisha Taswira Viwanjani. Jina langu ni Eustace Wamalwa.